who has got the light and it does not shine, then his darkness is greater. So, light shines in darkness, and darkness cannot overcome the light at any given time. Now, let's look at several other how light is associated. Light is energy. It is power. Say a good amen. So, according to John chapter number 1, verse number 5, we know that light has power. You know, because he says, light shines in darkness, and darkness cannot overcome it. The only way that light overcomes darkness is because it has power over darkness. Iko na nguvu juu ya giza. Secondly, if you read in the turn to Colossians chapter number 1, Colossians chapter number 1, verse number 13. Colossians 1:13. What does it say? It says, God or Christ who has delivered us from the power of darkness. So, if darkness has power, and Christ has delivered us from the power of darkness, and the Bible says that light overcomes darkness. It means that light overcomes the power of darkness. However, darkness has power, and the Bible says God or Christ has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. So, if you're delivered from darkness and you are translated to another realm, it means that you've been taken from a realm of darkness into a realm of light. Say a good amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, tunaona ya kwamba we have two kingdoms here. One is the kingdom of darkness, and the other one is the kingdom of his dear Son, which is the kingdom of light. And the kingdom of light overcomes the kingdom of darkness any given day. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Light, number 2, light is also associated with seeing. Seeing. So light is associated with having eyes that can see. And the Bible says in the book of Acts chapter 20, let's read that. Acts chapter 28. Acts chapter 28. Acts 26, sorry. Acts 26:18. Acts 26:18. Inasema nini? Inasema to open their eyes. Now, let me pick it from verse number 17. Delivering thee from the people and from the Gentiles, and to whom now I send you. I send you to open their eyes and to turn them from darkness. So to open people's eyes is turning them from darkness to light and from the power of Satan. Now, I didn't want to go all the way to see the source of darkness yet, because I wanted to build up a case so that by the time you know, you have understood correctly what darkness is, then you can be able to also understand where it is coming from. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. So, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan. So, the power of Satan only operates where darkness is. And darkness is, you see, the way light has energy. Yani, light in a release a certain kind of nguvu. And we know that light has energy because now we can put solar panels on our houses and we tap into that light and we turn it into an energy that can run things in the house. Amen? Say a better amen. So light is an energy. The same way light has energy, there is the way darkness also has its energy. It's called the power of darkness.
And this power of darkness, it is orchestrated by Satan. It is emanating. It is coming from Satan. So it says, from the power of Satan and unto God. So we are turned from the power of darkness. Let me read that again. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of their sins and inheritance amongst them which are sanctified by faith that is in me. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So, if you're writing, write this. Just write God here, or Christ. Write Christ, because Christ is the fullness of the revelation of God. So, Christ, and then you have Satan. So, kuna Kristo na kuna Shetani. Chini ya Kristo, andika nuru ama light. Alafu chini ya under Satan, write darkness. Now, if you are under Christ, light produces life. If you are under Satan, darkness produces death. And everything that has to do with death. Corruption, disintegration, poverty, curses, sin, death, and perishing eventually. So all that is under the power of Satan. So you are either in the kingdom of the light, which is the kingdom of Christ. And I said this, I said that Christ is the anointed one of God. Say amen. Praise the name of Jesus. Now, Christ, the anointed one of God, means that he's anointed to be king. And there is no king that has no kingdom. Hakuna mfalme mwenye hana ufalme. So Christ is king. Take care of, is distracting me. Take the child. No, peleke uko nyuma. Pastor, go with the child uko nyuma. He's distracting me. Now the Bible says, it says, as I was saying, Christ is anointed. Say anointed. He is anointed to be king. And if he's anointed to be king, a king cannot be king without a kingdom. So we have been translated from the kingdom of darkness into another kingdom. And the kingdom in which we have been translated into is the kingdom of light. And the king of light is Christ. Now, as I've said, if you are in the kingdom of darkness, darkness has got its works. You expect death, sickness, disease. You expect poverty. You expect deterioration. You expect everything negative is produced by the power of darkness. And let me tell you, see, because darkness has got power, and the devil, now, the devil or Satan, sometimes he pretends to be something that he is not. Praise the name of Jesus. You can, in all the things that we get in life, listen to me, because I want to say this, because this is happening now. Darkness is produced from the altar of darkness. Say amen. Light is also produced from the altar of light. And the way light can produce results, darkness can also produce results. This is why there are people who go to the altar of the light, they come out with something out of that altar, and they go into the business world and they dominate that realm. Now there are other people also that go into the altar of darkness
and they come out with the power of darkness, and they go into the business world, and they do what? They dominate in that location. Kwa hivyo, unaweza kupata kwamba kuna watu ambao wako na results za nuru na wengine wako na results za giza. Lakini shida iliyoko ni kwamba the devil does not have any creativity in him. Say a good amen. Say a better amen. The devil copies what happens in the kingdom of light, and he tries to translate that into the kingdom of darkness. Yani shetani anachukua vitu vya nuru, anazibadilisha, anazifanya kana kwamba ni mzuri. And this is why people get deceived. I know people, in fact, I know someone that they were doing business with with another lady who is of another religion, and this other lady of another religion, wao wakuna jini ambazo zinawasaidia kufanya mabiashara. Na biashara yake inaendelea vizuri, inamelemeta, inakaa smart sana. Lakini huyu dada mwenye anaenda kanisani, kwa sababu hajaunganika na madhabahu ya nuru vizuri, akienda katika mahali pa kufanya biashara yake inadidimia, na ya huyu wa madhabahu ya giza inainuka. Akamwambia, naweza kukusaidia. Naona unasumbuka, kuja nikupeleke mahali utapewa tu jivu hivi. Ukifanya hivi, watu wanawacha manyanya mzuri ziko, wanachukua zako za msombo. Unajua nyanya za msombo vile zinakaa, yani zile zenye ziko karibu kutupwa, watu wanawacha zile mzuri, wanakuja kununua hizi. Yani hakuna hata nyanya yako moja itakosa kukuletea faida. Na ni kama anasema, ni wapi huko my friend? This is madhabahu, ninamfanyia vizuri, si hata mimi nishike hizo vitu. Anything that you take from the kingdom of darkness has got its price. It's got its price. For us, the things we take from the kingdom of the light also has price, but that price has been paid for by Christ Jesus. Yesu tayari amelipa. Sema amen. Shetani ndio biashara yake imelemete. That's why I'm telling you, listen, not everything that glitters is gold. Sio kila kitu ambayo inang'aa ni dhahabu. Kuna vitu zingine ambazo ni damu ya watu iko ndani yao. And I'm telling you, the angel, Satan can turn himself into the angel of light. He's darkness throughout, but he can transform himself. So that when you look at him, he anapendeza. Ni kama kitu ambayo kinakuvutia. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akiingia hapa saa hizi na aseme kwamba mimi ni shetani na anakaa kama shetani, hakuna mwenye atamkubali. Lakini akiingia hapa ni kama ndugu, amevaa suti smart na tai na kona briefcase na amepark gari mzuri hapo nje. I'm telling you, you will not know is a devil that is about to marry you until you get into that marriage. Say amen. Say a better amen. I'm telling you right now, you need the light. Hallelujah. When you have light in you, there are things that light will, it will fine tune. When light is in you, now you can be able to see where the problem is. Kama uko kwa giza, hata kama kuna kitu ambayo inaweza kukudhuru, utaikanyanga, kwa sababu uko ndani ya giza. Na Wakristo wengi wako kanisani, lakini nuru yao haijang'aa ya kutosha hivi kwamba inaweza kuonyesha vitu vyote ambavyo viko around their life. Light needs to shine to the extent that it shows you the things that are around you, that you can deal with them and sort them out. Praise the name of Jesus. Say a good amen. So light is associated also with what? Is associated with opening of eyes, being able to see. If light is associated with being able to see, darkness is associated with blindness. So somebody who is in the dark is blind. Mtu ambaye ako katika giza haoni. Na niliwaambia kwamba there's a time I said here that if
all of us here, hata ingawa tuko na macho ya kuona, ikiwa hakuna nuru hautaona chochote. Kwa hivyo kipofu akiingia mahali hapa na wewe mwenye uko na macho na hapa hakuna taa, iwe wewe ni kipofu, iwe uko na macho, hakuna kitu utaona. Kwa sababu kile ambacho kinafanya uone ni kwa sababu kuna nuru. Ni nuru. It is the light that reflects on something so that you can be able to see it. If that light does not reflect on something, does not hit that thing, then reflect in your eye, then it means that you cannot see. So your eyes are instrument that is able to absorb the light and be able to dissect what is it that light is showing you in your mind, so that you can be able to see, this is white, this is black, this is red, this is blue, this is a different color. Praise the name of Jesus. Bila nuru hatuwezi kuona tofauti. Nuru ndio inaleta tofauti kati ya mwenye macho na asiye na macho. Watu wote wakiwa wana macho lakini wako katika giza, hakuna mtu ataona. That's why you have to, hizi masimu zetu ambazo siku hizi tuko nazo. Unajua zamani, mimi nakumbuka tulipokuwa tunaenda mashamba, mama yangu alikuwa ananunua zile betri kubwa kubwa 6 zinaiko kwa tochi mrefu hivi. Ukipiga hivi unaona inang'aa mpaka kila giza yenye iko mbele yako inatoka. Sema amen. Sema hallelujah. Lakini siku hizi at least tuko na hizi masimu ziko na, hata ukitembea kule mashamba, ukienda katika zile latrine hazina taa. If you switch on your light, you can see what you are doing in there. Praise the name of Jesus. Are you getting what I'm saying? So you need light to see. Unahitaji mwangaza ama taa ama nuru ili ukaweze kuona. Kama kuna vitu unakumbana nazo tu unasikia umeingia, alafu ndio unaanza kujiuliza, na nilijipata hapa aje? It means that your light in that area has been switched off. Kuna vitu ulijipata ndani. Kuna vitu watu walikuingisha kwa contract. You are blinded by something and you entered into that contract. You are so desperate to get that thing. Watu wakwambia, kuna shamba inauzwa, and because you are desperate for it, desperate for ile quick business, make money quick. Mimi kuna watu siku moja washaniingisha kwa biashara, na kwa sababu I was desperate for money, it blinded me. Nikachukua pesa zangu, wakaniambia tuma ingine, nikatuma. Wakaniambia sasa kuja na zingine, nikajibeba, nikapeleka. Wakanipatia vitu zenye hata sijui nifanye nao nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pesa yangu imekwama mahali pale. Ni kwa sababu gani? I was blind. Wakati ambapo sasa ninazunduka, ninakuta, I've been conned. I have spent my money. My money is stuck somewhere. I don't know what to do. I don't know how to go because I was blinded. Say a good amen. If you have eyes to see, kuna vitu utagongana nayo. Lakini kama huna macho, itabidi mtu akushike mkono, akuelekeze. Lakini kama uko na macho, utagongana aje na hii kitu unaiona? Utaingiaje kwa shimo na uko na macho ya kuona hiyo shimo? Light shows you where to step on. Light shows you not where to step on. It shows you who to engage with. It shows you who not to engage with. Hallelujah. Say a good amen. Nuru itakuambia huyo jamaa chungana na yeye. Kwa sababu wakati ambapo, you see, people come with, yani hata watu wanajifanya kama shetani wa malaika wa giza ambaye amekaa kama nuru. Ndio wakuvutie kwa kitu, ukishaingia ndani ndio unajua, nimeingia katika giza. Na ukiwa ndani ya giza sasa ndio unaanza kufikiria, how did I get myself here? That means God can switch on a light in you so that when darkness comes, it melts away. It cannot swallow you. Hauwezi kujipata kwamba umeingia kwa kitu kia giza na ujui uliingia namna gani. Na vitu vya giza ni nyingi. Biashara ya giza, ndoa ya giza, uhusiano ya giza, kazi hata ya giza.
hata vitu zingine ambazo yani sana sana, na vitu vyote ambavyo, kwa sababu kila mtu anatamani vitu vizuri zimfanyikie. Na kwa sababu unatamani kitu kizuri kikufanyikie, na vitu vyote mzuri iko katika nuru ama katika taa, inabidi malaika wa giza ajifanye kama huyo taa, ndio akuvutie na vitu ambavyo unatamani. Kwa hivyo kama hauna ile revelation, hauna ile discernment ya kujua kwamba hii kitu inakaa mzuri, lakini hapana. Mimi nakumbuka mama yangu alikuwa sharp kudiscern watu. Watu walikuwa wanakuja hivi, kuna wahubiri, kwa sababu nyumba yetu ilikuwa imejaa wahubiri wa kila aina. Mimi nikikutana na wahubiri, hakuna sampuli ya mhubiri ambaye sijaiona. Wote, mpaka wahubiri wenye wanavuta bangi ndio wahubiri. Ukisikia anasema haleluya, Bwana akasema, ni bangi inaongea. Sio ati sasa ni roho imemjaa. Kwa sababu siku moja tukiwa tumekaa hivi ndani ya nyumba, unaona, tumekaa hivi ndani ya nyumba, na hapo nyuma hivi tulikuwa tumepanda nyuma ya nyumba yetu zamani hakuwa na hizi mafence. So ukitoka hivi unaingia mpaka unaenda Gemu. So huko nje watu walikuwa wamepanda mahindi nini. Sasa unastukia mhubiri yako wapi? Sasa chai. Alafu mtu anatokea hivi kwenda anaona moshi inaenda hivi kule katikati ya mahindi. Alafu anarudi. I'm telling you things I have seen with my own eyes. Say amen. But my mother, she had a certain kind of sharp discernment. Alikuwa anaambia baba yangu, anasema kwamba huyu mtu hata kama analala hapa, hata kama anakaa hapa, hata kama anahubiri, hata kama unamsimamisha kwa hiyo madhabahu, mimi roho yangu nasikia tu no, chunguza huyu mtu vizuri. Discernment. Say discernment. If you have the light, you can discern darkness. You can say this is not light. This does not look like light. It is the angel of darkness masquerading like light. But I can discern him because the light in me cannot be defeated by the darkness in him. Hallelujah. Praise the name of Jesus. I'm telling you, you need to have light. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, the other thing about light is associated with knowledge. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Light also speaks of knowledge. So, if you don't know, you are what? If the opposite of knowing is, you are ignorant. This is why the Bible says, my people perish because of ignorance. You cannot perish if you have knowledge. I'm telling you. You can't perish. Where everybody is perishing, you will survive. The reason why you will survive, because the knowledge in you will disconnect you from the economy of perishing. Hallelujah. Say a better amen. You can't perish with knowledge. You cannot. You cannot. Mahali, mimi nishaienda mahali, we were having some serious issues at that time. So, nilikuwa na mhubiri mwingine rafiki yangu. Tukaenda kuhubiri mahali fulani. Akasema kwamba, hapa vile ninaona, hii mimi sifikiri hapa kama hewa ni safi. So, wakileta chakula kwa meza, lazima nikuonje. Ananionje chakula kabla sijaionja. Kwa sababu gani? Kwa sababu the knowledge that he had about that place and that situation, ilikuwa inamwambia kwamba hao watu hawana nia mzuri. I could not be able to understand it. I could not be able to know it at that time because I was still naive. I was still a babe in the things that happens around. Akasema kwamba hapana, wewe ukuli ovyo ovyo. Haukuli. Mimi nakwambia kuna mahali nimeenda, watu wamekula na watu wametoka na hawakurudi hapo tena. Watu wameenda mahali, wamefanya vitu na walivyotoka hapo vile mliambiana kwa heri, ndio kwa heri ya milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu you need knowledge. Somebody say knowledge. And if you don't have knowledge, you are ignorant. And ignorant people perish. You perish because of ignorance. But if you're not ignorant, you are delivered from perishing. Hallelujah. Praise the name of Jesus.
So the Bible says, if you read in the book of 2 Corinthians, are you there? If you're there, say amen. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 6. Chapter 4, 6, it says what? For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give light of the knowledge. So light is the light of the knowledge. So there is light that brings knowledge. And this knowledge that it is bringing to us is the knowledge of the glory of God. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So we have light. And light gives you knowledge. Wewe hujai kusikia watu wakisema kwamba kwa nini hukuniambia hii kitu? Umeniweka kwa giza kwa hii mambo. Have you ever heard people say that? Umewahi kusikia? Inamaanisha ya kwamba kama haujui, kama hakukuelezea ndio ujue, alikuweka kwa giza. Kwa hivyo uko kwa giza kwa kutojua. Kwa hivyo kutojua pia ni mojawapo ya matunda ya giza. And ignorance is one of the greatest weapons that the enemy uses so that he can keep you in bondage. There are two main weapons that the enemy uses. Number one is ignorance. And number two, in fact, number one is lies. He lies to you. Deception, falsehood. And the second one is ignorance. Because what you don't know can hurt you. What you don't know can kill you. What you are not aware of can bring you to damnation. So my people are destroyed. You know, can you imagine people who are called, people whom God is calling my people, who are supposed to be in the light, who are supposed to emanate light, to manifest light, to reveal light. God is saying my people are perishing because they are ignorant. Unajua kuna watu ambao wameokoka saa hii, hata wakifa saa hizi malaika atawachukua awapeleke mbinguni. Sema amen. Sema amen. Now, ikiwa umeokoka huko ndani ya Kristo Yesu, hakuna kukufa, ni kulala. Neno la Mungu linasema kwamba waliolala ndani ya Kristo. Sema amen. Kwa hivyo sisi hatufi. Kwa sababu hata neno la Mungu linasema ya kwamba ukisoma yule tajiri na Lazaro, do you remember the rich man and Lazarus, the poor man that was eating under the table? Are we together? The Bible says the rich man died and he was done what? He was buried. Read it. In Luke chapter number 16, it says, the rich man also died and he was buried. But Lazarus died and he was carried. Kwa hivyo watu wenye wanakufa ndani ya Kristo wanabebwa na malaika. He was carried by the angels. But the man without God died and was buried. Kwa hivyo wasio na Mungu wanazikwa kwa maana wamekufa. Lakini wale walio ndani ya Kristo wakilala wanabebwa. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen yenye nguvu. Praise the name of Jesus. So, if you are ignorant, you may be a good Christian. Kuna wakristo wazuri. Yeye ni mkristo mzuri. Hawezi kutukana mtu. Hata simu yako ikianguka hapa, atakuwekea mpaka akurudishie. Unajua kuna wakristo wanaiba mpaka Biblia. Wako kanisani lakini Biblia yako ikibaki hapo, you will never see it again. You know? Wewe hujaienda kwa conference. Sisi siku moja tumeambiwa tumeingia kwa conference na ni mapasta. Lakini mnaambiwa kila mtu achunge bagi yake. It is at your own risk. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Are you together with me here? Praise the name of the Lord. So kuna wakristo wazuri. Wazuri. Hawezi kuiba hata pesa yako ikianguka, hata kama ni thao akupe. You know, hata hawezi asengenyi mtu. Agombani na wale wa mama kwa mfereji. Hata akiweka kibuyu yake ilikuwa bado haijajaa, utoe yako, umweke yako na maji kwa karibu kukatika. You know, jamaa unajua hizi ma compounds kwenye tunaishi. Huyo anaitwa nani? Caretaker ako karibu kufunga maji. Na yake jajana wewe umechukua yako. Atakuja,
ulikuwa hivi mama nani? Usijali. Yani, na kuna wengine ulimi ni kama wembe. Nakwambia lakini ni Mkristo mzuri, hawezi kukutukana, hawezi kufanya nini, but they are still ignorant. They can't change anything. They can't move a mountain. They cannot stop darkness. They cannot say, darkness, this is the farthest you are coming. Hallelujah. They cannot do anything. They cannot reveal Christ. Ni wazuri tu. Na ni wazuri hivi kwamba hata wakifa malaika atakuja wachukue, wako kama Lazaro. Unajua Lazaro, let me tell you, Lazarus was poor here on the earth. And because I take him like one of the ignorant Christians that didn't know the power that God had invested in them so that they can be able to turn things around like Jabez. Praise the name of Jesus. Jabez stood up and said, why am I living like this? And he cried out unto the Lord and he said, Father, remove me from this pain. Remove me from this perishing. And the Bible says, and the Lord had him. Hallelujah. And he expanded his borders. Praise the name of Jesus. Lakini kuna Wakristo wengi wanaishi kama Lazaro, wanakula crumbs. Wakristo wazuri tu, lakini wamenyenyekea tu pale chini. You know, hawana hata dawa ya kuponya vidonda. When the Bible says dog came and licked his wounds, watu wengine wanafikiria kwamba, you see, there is something about dogs. Actually, kitu ikikukata, kama uko na umbwa unaipenda sana, wacha ikuja alambe hiyo kitu mahali umekatwa, inakauka saa hiyo. Ufanye nini? Ujitafutie. Jinsi ambavyo inasema nini katika kitabu cha Joshua chapter number 1 verse number 8. What does the Bible say? The Bible says, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and you cannot. If you know your rights will deliver you from being mistreated and being molested. Praise the name of Jesus. Light is knowledge, and knowledge is power. Now, there is two kinds of knowledge. There is the earthly knowledge that you need to succeed in earthly things. Say amen. Say a better amen. You need, this is why you go to school. And when you increase in knowledge, your value goes higher. That's why somebody who has done up to certificate is not in the same level of value of you know, as in the world, the things of the world, is not in the same value level with somebody who has done masters or who has done PhD. Say amen. Say a better amen. So knowledge, as you increase in knowledge, your value increases. The problem that you have is not even the devil. Shetani sio ndio shida yako kubwa. Shida yako kubwa kuliko yote ni kutojua. Mtu mwenye anajua atatafutwa. Mtu mwenye ako na ujuzi, mtu mwenye ako na ufahamu atatafutwa. Lakini wewe mwenye hauna ufahamu, hakuna mwenye atakutafuta. Kuna watu saizi wanatafuta kazi kwa sababu wako na their level of knowledge or light is low, so they have to look. But there are people that instead of them looking, they are being looked for. Kuna watu wanatafuta kazi na kuna watu kazi na watafuta. Sema amen. Sema hallelujah. Kuna watu wanasema kwa wameweka CV hapa, pastor uniombe, nimepeleka CV mahali 25 na hakuna yenye, ananiambia tu kwamba we will call you. Don't call us, we will call you. Na wakikwambia kwamba don't call us, we will call you, hiyo mambo imeishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wamekaa hivi. Email ya, can you come? Can you know, even if you are going to work for us only for part time, you know, just 3 hours a day, work wherever you are working. You know, kuna msichana, alikuwa msichana wa pastor mwingine anatoka kule Busia. Na kwambia amegraduate. Yeah, in fact, before she graduated, alikuwa anafanya intern, na everywhere alikuwa anafanya intern wanamwambia kwamba we'll keep you on our payroll. Hata kama tukuandiki permanent kwa sababu bado anasoma,
anafanya hizo intern, we'll keep you on our payroll. We'll send you work, you do it for us, we pay you for it. By the time alikuwa na graduate, kazi hapa, kila mahali kuna kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi ambavyo the light of knowledge in her was attracting things to come to her. Kuna a certain level of light that attracts things. Kuna light ambayo kama ni dim, hata moth haiwezi kukuja, lakini light, ukiwasha light mahali ambapo kuna darkness kabisa, kuna njiriri itakuja kwa hiyo light, zile moths zitakuja kwa hiyo light. Kwa sababu gani? Light is attractive. Praise the name of Jesus. Say a good amen. And as I told you, all truths in the natural and in the spiritual, they are all equal. They are parallel. All truths are parallel. They go together. Vile mtu anaweza kusoma katika mambo ya dunia na value yake inuke, ndivyo pia unaweza kuingia katika nuru ya Mungu mpaka value yako ya kiroho iweze kuinuka. Hallelujah. Hallelujah. So the more of the light that you bear, the more of value. Because light also speaks of glory. And glory is weight. When we talk about God, the glory of God. Wakati ambapo tunazungumzia kuhusu utukufu wa Mungu ni uzito wa Mungu. Is the weight that God carries. So the more you increase in weight, you increase in glory, you are also increasing in value, in mass of that thing that you are looking at. Praise the name of Jesus. So watu wengi ambao wako kanisani, shetani si ndio shida yako kubwa. Kutokuwa na nuru ndio shida. Kutokuwa na nuru. So knowledge is power. Knowledge is light. Kwa hivyo kuna Wakristo ambao katika kiroho wamehitimu kwa certificate. Lakini kuna Wakristo wengine ambao kiroho wao ni maprofesa. Wakuna uzito wa Mungu ndani yao. Profesa akiitwa akuja asomeshe somo, anaweza kuwapatia in 1 hour kitu yenye lecturer mwingine anaweza kuwapatia for the whole year. Kwa sababu the flow of knowledge. Siku moja tulikaribishwa kusikia profesa mwingine alikuwa amekuja kwa ile pastors fellowship. Alipokuwa anaanza kuongea hivi, unafikiria kwamba acha niandike. Yani anaongea lakini revelation yenye na flow is too much that you can't write. Paka unasema kwamba wacha ni mrecord, nitajisikizia baadaye. Kwa sababu vile unajaribu kuandika na ina flow, unaona kuna vitu ambazo unakosa. There are things that you are missing out. So everybody sat there and listened because of the flow of knowledge. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So we need knowledge. Knowledge is power. The last one that I want to talk about is according to Romans chapter 13 verse 12. Open there. Romans 13:12 rather. Romans chapter 13 verse number 12. Hallelujah. Light is a weapon. Light is armor. Light is ni silaha. Yani nuru pia ni silaha. So the Bible says, the night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. And I said the works of darkness is the deeds, the fruits, the outcomes of darkness. And let us put on the armor of light. So, light has armor. Yani, nuru iko na nini? Ni silaha. Ukiwa na nuru, uko na silaha. Na nuru ni silaha yenye saa zingine inafanya kazi hata kama we mwenyewe haujui. Yani, you don't have to wield it. Unajua, saa hii, mtu akiingia hapa mwenye amejenga vizuri. Kama kuna mtu alikuwa anataka kufanya vita na mtu, it's not that one that you'll pick.
Kama wewe ni mtu wa kuleta vurugu na kutokee mtu mwenye amejenga misuli vizuri, you will not pick a fight with that man. Utatafuta mwingine mwenye ukimchokoza, ukimfanyia nini, unaweza kumuumiza na unaweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have light in you, kuna vitu light itakuwa inanyorosha na kutengeneza bila wewe hata kujua. Hata sio lazima useme. In fact, let me say this. The more you grow in light, the more quiet you become. The more. Ukisikia watu wenye yani, what empty debes make a lot of noise. The more you are filled with light, unaingia mahali na light, you don't have to say anything. Kuna mahali ambapo watu ambao wamejaa knowledge ya light wakiingia hivi, sio lazima watu waseme kwamba tusimameni tumpige. Ukimwona hivi unasimama, kwa sababu light is a weapon that works even without you wielding it or causing it to work for you. Light will work. And I believe, let me tell you, Jesus, most of the miracles that Jesus did, he did them because he was the light. He showed up, and light showed up in that place, and things just happened. Many of the miracles, we angalia zile miracles nyingi ambazo Yesu alifanya bila kunena kitu. Alikuja tu hivi, mapepo yakatoka. Alikuja, kuna mahali bila kusema chochote, aliwekelea watu mikono na wakapona. Sema amen. Hallelujah. And I'm out of time. Let's stand up together. I want us to pray. I just want us to pray and wrap this up. I wish I could continue. God willing, I will continue another time as the Lord will give us the opportunity. Praise the name of Jesus. What am I saying? I'm saying, if you have light, if you have light, the more light you gather, the more quiet. I have interacted with people. Wale watu wenye wamesoma sana, hawananga maneno nyingi ya kusema. Wanakuanga tu menyamaza. Mtu ni professor, doctor, so and so. They are the most quiet people. But akisema kitu, they are an authority. Hata mtu akiandika kitabu kuhusiana na kitu fulani ambayo ni topic ambayo huyu professor pengine anafundisha, watu watasema na ule professor amesema nini kuhusu hii mambo. Because they are an authority. Light gives you authority. Hallelujah. And light is knowledge. Light brings you to knowledge. So I am saying, what we need to do is not to fight the devil too much. You know, maombi nyingi ambayo tunaomba, oh, I cast you out, oh, return to the sender, oh, all those prayers, you will pray them as long as you are a lightweight. Your weight is not heavy enough to counter that thing. But the more you grow in light, you don't even have to say anything. That's why Yesu alipokuwa, because he was a light, mtu akamwambia kuja uniponye mtoto wangu ni mgonjwa sana nyumbani. Akasema kwamba Yesu akasema nitakuja. Akasema kwamba hata usikuje, nena tu. Mahali huko hapa, hiyo neno. Na Yesu hata hakunena, alisema nenda nyumbani, mtoto wako amepona. Because of light. The more light you carry, the less you become talkative. The less noise you make. The more calm and quiet. And even the more you become quiet and calm, things just happen miraculously. The Bible says that when Peter was walking down the street, what happened? People brought sick people. Yani watu wakaleta wagonjwa, wamelazwa huku nini, hata wafu, ndio kivuli yake tu imwangukie. Hebu imagine umebeba nuru mpaka kivuli ambayo ni giza. Unajua kivuli ni is a blockage of light. Are we together? But even when he blocks light, his shadow, which is supposed to be,
kivuli, shadow is a form of darkness. But the Bible says that when he was passing there, even the shadow of Peter, if it cast upon somebody who had leprosy, anapona zile vidole ambazo zilikuwa zimekulika zinarudi zote. Sema amen. Sema hallelujah. So that means what? It means that you need to grow your light. That's what we need. Grow your light. The way to grow your light is to get into the Word of God. I wish I could give you some scriptures, but my time is gone. You know? You'll find out the Bible says that thy word is a light unto my feet, a lamp unto my path. In Psalms 119, I think it's verse 1, is it verse 103? What does he say? He says, the entrance of God's light brings what? When they enter, the word of God, the entrance of God's word, you know, it brings light. The entrance of God's word brings light. That means word, when you have word in you, the more word you have in you, the more capacity of carrying light you can be able to have. So what when you are so mineno, they don't meditate, they don't read, they don't proclaim it, they don't, even if you want them to do well, they can't do well. If you don't get into the word, I'm telling you, kuna vitu itakani kwamba hata pastor akuombe. Kuna vitu ambazo itakani askofu akuombe. Kuna vitu itakani prophet ama apostle akuombe. Kwa sababu ile neno ambayo unajilisha wewe mwenyewe inajenga nuru ndani yako hivi kwamba badala wewe kutafuta watu wa kuombea, wewe unatafuta watu wa kuombea. Hallelujah. Inua mkono wako juu useme katika jina la Yesu. Sisikie sauti yako. Say, in the name of Jesus, from this day, I want to determine that the light of God will increase in me. Say, oh Father, increase your light that I may shine in this dark world. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say, I will shine and my light will bring a difference. Will bring a change in my village, in my neighborhood, in my job, in my business. Wherever I go, I will carry the light of God. Oh God, may I be a shining star in the name of Jesus. Oh God, cause me as I arise, may I shine. May I arise, may I shine, for the glory of God has risen upon me. In Jesus' name. Hallelujah. 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 I'm telling you, the light of God is upon you. The glory of God is upon you. All you need to do is arise. Arise from your bed. Arise from your sleep. Arise from your social media and get into the word. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. I say arise. Say I shall arise. If you arise properly, you will shine. The Bible says arise, shine. So your shining is premised on you arising. If you never arise, you'll never shine. If you don't arise from that thing, you will never shine where you desire to shine. May the Lord bless you in Jesus' name. Let's give God a good hand clap. Hallelujah. Praise the name of Jesus. You may have your seats. I want to make there's an announcement that I want to make. There's an announcement that I want to make.